Ujumbe kwa wakazi wa Kilifi County na pia umfikie His Excellency Governor Mheshimiwa Gideon Maitha Mung'aro. Sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Mbona waziri Yaya jiuzulu alipotolewa finance na reshuffle ni jambo la kawaida? Jawabu ni kwamba Yaya hapigani kuwa kwa finance, wala sio mwanzo kutolewa kwa finance department, lakini reshuffle hiyo imeambatana na chuki kwa sababu ya yale tulokuwa tukiyaona na kuyasikia kuhusu njama hiyo. Yani mistreatment na sabotation akifanyiwa Yaya mbele ya macho ya governor bila kukanya, inaashiria kuridhika kwake au dalili ya kuwatuma watu wa mstress Yaya. Na mengine kwa leo nitayaweka kwenye mabano. Pili, statement ya reshuffle ilikuwa ndefu sana kupoteza watu maboya, kwa maana alitanguliza kumtaja Yaya kutoka finance hadi gender. Wengine wote aliowataja walikuwa kwa department zao na wakahitajika kubaki pale pale walipo, isipokuwa Yaya pekee. Hivyo haikuwa reshuffle ya kawaida. Eti reshuffle ya mtu mmoja kabla ya kupatikana mwenye kureplace hiyo nafasi. Yani Mheshimiwa Mung'aro mtoe substantive CEC uweke acting CEC kisha useme ni reshuffle ya kawaida. Husiki aibu boss? Tena kwanza uliweka chief officer wa road awe CEC ambaye hajafanyiwa vetting. Saa 8 za usiku ukabadilisha tena na bado iwe ni jambo la kawaida. Tatu, serikali ya Mung'aro ikianza tu Mung'aro alimweka Yaya awe waziri wa fedha, na laini ilipokuwa sawa akafanya reshuffle na Yaya akampeleka kwa PSM. Yaya hakuudhika. Baadaye wizara ya fedha ikaharibika, ikachafuka na kukorogeka vibaya sana. Akamrudisha tena Yaya kwa finance atengeneze. Wallah, Yaya akarudi akatengeneza. Sasa kumekuwa sawa hata before amalize financial year. Miezi 8 haijamalizika. Amemtoa tena kumpeleka agenda. Imekuwa kirba goji kirba. Kukichafuliwa tena kuharibike kesho, amrudishe tena Yaya. Haiwezekani. Huku ni kumtumia vibaya. Hayo ni madharau ya hali ya juu. Imebidi ajiuzulu kuchunga dignity yake, sio kukosa wizara ya fedha. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Je, Yaya katolewa finance kwa makosa yoyote? La hasha. Tukushukuru Mheshimiwa Mung'aro, juzi umewathibitishia wazee uliokutana nao kuwa umefanya kazi na Yaya kipindi kirefu, ni mkweli na mwaminifu na mchapakazi. Hakuna kashfa yoyote, na panapoharibika kawaida yako humpeleka Yaya atengeze. Shukran kwa kauli njema hiyo, japo maneno yako hayaambatani na matendo uliomtendea Yaya. Lakini muhimu, sifa hizo ungewaambia pia wale wanaoleta fitna kwako, ambao Yaya amekuwa kikwazo kwao kwa mambo yao. Uwe hai shagala bagala. Je, barua ya Yaya ya kujiuzulu imekubaliwa na Governor Mung'aro? La, amewaambia wazee kuwa yeye hajaridhika Yaya aondoke na hajakubali kujiuzulu kwa Yaya. Kasema eti kule mbele kampangia Yaya mazuri, hivyo arudi kazini. Shukran kwa kauli njema hiyo, japo haikutoka moyoni. Ilikuwa ni kuwapaka wazee mafuta kwa mgongo wa chupa. Lakini kisheria, ukiikubali resignation letter au uikatae, tayari Yaya kesha resign. Lakini pia ukweli, hata Yaya alikuwa amekupangia mazuri mengi makubwa ajabu ya 2027, lakini imekaa kama wenye fitna wamefaulu kukuharibia. Sitasimama maovu ya kitawala. Je, Yaya amekubali kurudi kazini? Mimi sijui, lakini sidhani kuwa atakubali kurudi kwa stress na madharau aliokuwa akionyeshwa hata na junior staff wake mbele ya governor bila kukemea. Akufukuzaye hakwambii toka. Pili, Yaya atamuamini vipi Mung'aro, mtu wa chuchuchuchu? Hata hivyo, Yaya kama Muislamu kwanza ni aswali swala ya istikhara ambayo Allah atampa mwongozo wa kurudi au kutorudi, lakini mara nyingi sioni akirudi. Sitasimama maovu ya kitawala. Je, masikitiko ya kudhulumiwa Yaya Shosi ni ya Wabajuni au Waislamu au ya watu wa Mnarani pekee? La, sio kweli, japo Mung'aro anadhani ni Wazomba pekee, bali ni watu wa jamii zote na dini zote, sehemu zote na kabila zote wameumwa na maonevu aliofanyiwa Yaya. Yaya ametangamana na watu wa matabaka yote kwa wema na adabu, hata kabla ya kuwa waziri wa Kilifi County. Ni tabia njema alorithi kwa marehemu babake Maalim Shosi, alokuwa imamu wa msikiti, diwani wa Mnarani na chairman wa county council kama meya zama hizo. Aloishi na jamii zote kwa uzuri, hakuwa mdini wala mkabila, alipendwa na makabila yote hadi pumzi yake ya mwisho, na Yaya aliendeleza sera hiyo hadi leo.
Hivyo basi Mung'aro umewaumiza wengi sana, haswa walokujua, kukuunga, kukutetea na kukupenda kwa ajili ya Yaye. Sio Mnarani, Mtwapa, Takaungu, Malindi, Watamu, Wamrui, Gongoni na Ngomeni pekee, bali Kilifi County nzima watu wamekasirika. Wala hatusemi haya kuwatakutishia umrudishe Yaye finance. La, usimrudishe kamwe, wacha ikae. Nenda Mariakani, nenda Ganze, nenda popote Kilifi County, utawapata walokuunga kwa ajili ya Yaye. Ufisadi, ubinafsi, ukabila. Tahadhari kwa wachochezi. Ikiwa Mung'aro hakumthamini Yaye alompa kura nyingi, mwadhani atawathamini nyinyi wenye kumpa maneno mengi? Mungu halali na hana haraka, lakini hasimami na wenye kudhulumu. Malipo ni hapa hapa duniani. Kuuza sura wataki kuuza sera. Wengine wanamnasihi Yaye arudi kazini, muhimu mshahara ni ule ule. Mungu awabariki kwa imani zenu, lakini ukweli ni kwa muungwana muhimu sio cheo wala mshahara, bali ni heshima na hadhi. Muungwana hang'ang'ani. Peace of mind ni bora kuliko kipato na madaraka. Adhabu ya kaburi ajuaye ni maiti. Maneno ya mdosi hayafanani na matendo yake kabisa. Kitanda usicholalia hujui kunguni wake. Sitasimama maovu yakitawala. Je, Yaye asiporudi nafasi hii ilokuwa ya Wabajuni, si itapotea bure? La, Kilifi County wasomi wa Kibajuni wapo wengi, achague mwingine tu kwa roho safi. Sio lazima Yaye, hata wengine tuwaona tayari washapendekeza watu wao. Sitasimama maovu yakitawala. Kuhusu one term au two term, hiyo ni mada nyingine mbali. Wakati ukifika tutaongea insha Allah. Sitasimama maovu yakitawala. Sitasimama maovu yakitawala.